Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwa furaha, bashasha na amani mioyoni mwetu, Bodi ya Filamu Tanzania tunavutiwa na kuwiwa kumuita jemedari Malkia wa Afrika. Huyu ni Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Karibu katika makala ya kipekee inayoangazia machache kati ya yale ambayo anayafanya na anatarajia kuyafanya kwenye sanaa, haswa kwa upande wa sekta ya filamu nchini. Miaka mitatu ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika sanaa, hakika kazi inaendelea. Nataka sasa niwe nachukua wasanii. Nataka nifuatane na wasanii. Inategemea ratiba yangu kule ninakokwenda. Lakini kila tunapokwenda kukiwa na matamasha ya utamaduni, nitabeba wasanii. Lakini zaidi nitakuwa na safari kesho kutwa, na moja ya kazi ninayokwenda kuifanya ni kutafuta nafasi za mafunzo kwa wasanii wetu, hasa waigizaji. Tunakwenda Korea. Na Korea mnawajua ni wazuri sana kwa kuigiza. Bila ya kupepesa macho, pongezi zetu za dhati tunazielekeza kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hakika miaka mitatu ya uongozi wako imekuwa ya neema katika tasnia ya filamu nchini. Na naahidi kwamba serikali yake itaendelea kushirikiana na sekta ya sanaa kwa manufaa makubwa ya nchi na kwa manufaa ya wasanii wanaohusika. Hizo ni salamu mahususi za Mheshimiwa Rais ambaye amenielekeza nizilete kwenu, na mimi nazileta kama nilivyoelekezwa. Sanaa ni burudani, sawa, lakini sisi tunataka kwenda kwa vipengele vingine viwili. Sanaa ni ajira. Tuzalishe ajira nyingi kutoka kwenye sanaa. Na kwenye eneo la sanaa za maigizo, kwenye filamu kuna ajira nyingi tunaweza kuzizalisha. Sisi ni wapili kwa Afrika, kwa kwanza ni wa Nigeria katika utengenezaji wa filamu, lakini umeelezea kabisa kwamba tunaongelea hapo katika masuala ya quantity. Bado tunahitaji sana kuhakikisha kwamba tunaenda kwenye quality, lakini nasimama hapa na najivuna kusema kwamba huko tayari tumeshaanza kwenda. Wanafanya kazi kubwa sana wasanii ya kuhakikisha kwamba kazi zao zinakuwa nzuri zaidi kuliko za jana. Tunatambua kabisa kwamba ofisi ya mtendaji wa Film Board kuna swala la tamasha ambalo limezinduliwa lina miaka 2, na tayari pale unaona kabisa kazi za filamu zinazoletwa zilizofanywa na Watanzania vijana jinsi zilivyokuwa nzuri kuliko ile ya jana. Sanaa kama nilivyosema sio kazi tu, lakini ni utambulisho wa taifa. Kwa hiyo tuhakikishe tunatengeneza kazi ambazo zinatutambulisha sisi kama Watanzania. Mimi ni Mona Lisa. Filamu ni biashara. Maisha yangu yote nimeishi nikitegemea filamu. Watoto wangu wanaenda shule kwa ajili ya filamu. Nimefika sehemu nyingi sana za dunia hii kwa ajili tu ya filamu. Of course, kwetu ni biashara ambayo kama ikiwekezwa vizuri basi inaweza ikaajiri watu wengi sana. Naitwa Salim mwanangu wa Ahmed, jina la kupatia riziki Gabo Zigamba. Filamu ni biashara. Bodi ya Filamu inaendelea kufanya kazi nzuri, niwashukuru kwa hilo. Kikubwa tuendelee kufanya kazi, tuendelee kusapoti na tuendelee kushikamana na Bodi ya Filamu ili iendelee kuleta vitu vizuri kwa wasanii wetu na katika industry yetu. Ni takriban miaka mitatu sasa tangia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kipindi kizuri cha kujiangalia serikali kwa upande wa filamu, hususan taasisi ya Bodi ya Filamu Tanzania ambayo iko chini ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo imefanya kitu gani kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita
tangia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa madarakani. Lakini pia ni kipindi kizuri cha kuiangalia taasisi hii kwa miaka 5 iliyopita kuanzia mwaka 2019 mpaka leo hii kwamba imefanya mambo gani. Nitaongea mambo kadhaa kati ya mengi ambayo taasisi hii imefanya. Nitaanza katika swala zima la utendaji kazi au mifumo. Hivi tunavyoongea sasa hivi katika kipindi cha miaka 3 au 5 taasisi hii imeweza kuweka huduma zake zote katika mfumo wa kidijiti. Tumeanzisha mfumo ambao unaitwa Artist Management Information System, yani AMIS, ambapo mdau wa filamu halazimiki kuja bodi ya filamu au pale ofisini kupata huduma. Anaweza akapata huduma hizo popote pale atakapokuwa. Ni huduma gani? Ataweza kuomba kibali cha kufanya kazi, ataweza kuomba leseni ya kufanya biashara inayohusiana na masuala ya filamu, ataweza kuomba kitambulisho, au ataweza hata kuomba uhakiki wa filamu yake. Na huduma zote hizi atazipata pale pale alipo. Sasa hilo ni eneo la mifumo. Tumejitahidi kuhakikisha kwamba kuna utawala bora katika tasnia ya filamu hapa nchini. Kwanza tumekuwa tuna vikao kazi ambapo serikali kupitia bodi ya filamu imekuwa inakutana na wadau wake kila baada ya miezi 3 kupitia viongozi wao wa shirikisho na vyama kujadili changamoto zilizopo katika tasnia ya filamu. Tunajadili changamoto, lakini pia tumekuwa tunajadili namna ya kutatua changamoto hizo. Lakini pia tumekuwa na midahalo kadhaa ambapo imekuwa ni platform nzuri ya wadau wa filamu kukutana na viongozi wa serikali yao moja kwa moja, lakini pia tumekuwa tunakutanisha na wadau wanunuzi wa kazi zao kuongea moja kwa moja mambo yao. Wadau hawa wamekuwa wanatumia nafasi hii kuiuliza serikali, mbona hatuoni jambo hili likifanyika? Na viongozi wa serikali tumekuwa tuna respond, lakini yale ya kuchukua tumekuwa pia tunayachukua. Kwa hiyo midahalo hii tumekuwa tunafanya angalau mara 3 kwa mwaka. Kuna faida nyingi sana kwenye mitandao endapo mtu utaheshimu na utafanya vizuri kwenye mitandao. Kwa ukitumia social media vizuri inakupeleka pale unapotaka kusema. Bodi ya filamu na bodi ya KUSOTA lazima mshirikiane ili wasanii wetu katika maeneo yote waweze kupata stahiki inayotokana na jasho. Kuna kamati ya kutetea haki za wasanii ambayo pia bodi ya filamu tumekuwa tunairatibu. Kamati hii pia imetumia pesa nyingi sana za serikali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunatetea haki za wadau. Bodi ya filamu ilifanya marekebisho ya sheria zake na kupunguza tozo kama anavyoelezea Dr. Kilonzo. Katika kufanya maisha yawe marahisi kwa wadau ili kuwafanya waweze kuoperate katika shughuli zao kwa unafuu zaidi, tumeangalia eneo la tozo. Kuna baadhi ya tozo tumeziondoa kabisa. Kwa mfano, tozo ya kibali. Kumekuwa huko nyuma filamu kisha pata kibali ilikuwa inatakiwa hakikiwe kila mwaka, na kila inapohakikiwa ilikuwa inalipiwa. Kwa hiyo hii tozo tumeondoa. Sasa hivi filamu kishapata kibali basi inakuwa ni kibali cha kudumu, haina haja ya kuhakikiwa kila mwaka. Lakini kuna tozo ya usambazaji. Tozo ya usambazaji maana yake kwamba makampuni ya usambazaji wa filamu kumekuwa kuna tozo za shilingi 500,000 kila mwaka. Hiyo tumepunguza kwa 92% kutoka 500,000 mpaka shilingi 36,000. Lakini pia kuna tozo za vibali ama ada za vibali. Vibali hivi kwa ajili ya kutengenezea filamu hivi, hii tozo imepungua kwa 90% kutoka shilingi 500,000 hadi shilingi 50,000. Na kuna ada ya uhakiki wa filamu. Hii tumepunguza kwa 50% kutoka shilingi 1,000 hadi shilingi 500 kwa tamthilia.
Eneo la mafunzo ni eneo ambalo tumekuwa pia kama serikali tunaliratibu ili kuhakikisha kwamba wadau wetu wanapata mafunzo kwa lengo la kuboresha kazi zao za filamu, na tumekuwa tunashirikiana na taasisi mbalimbali za elimu za hapa ndani hata nje ya nchi. Kwa mfano wataalamu kutoka Ujerumani, kutoka Marekani, kutoka Korea Kusini na kadhalika kuendesha mafunzo haya. Kitakwimu tulimpata bwana John Feist ambapo alitoa mafunzo kwa wadau wetu takriban 200. Tulipata pia wataalamu kutoka Korea Kusini wakiwemo maprofesa ambapo walinufaisha wadau wetu 25. Sasa wataalamu wa ndani wapo wengi ambao pia nao tumekuwa tunawapata. Kwa mfano wanufaika ambao wamefaidika kwa mafunzo yetu haya kwa wataalamu wa ndani wanafika zaidi ya 340. Lakini program nyingine ya mafunzo tunaita screening. Hii maana yake kwamba tunakuwa tunachukua filamu ambazo zinaendelea na tamthilia ambazo zinaendelea. Tunaita wale wataalamu ama wale waandaji wa ile filamu. Wanakaa na wataalamu wa bodi ya filamu, wanaichambua ile filamu, wanabaini mapungufu yaliyopo pamoja na maeneo ambayo yanafanya vizuri zaidi. Sasa hii tumekuwa tunaita screening. Hadi sasa tunapoongea kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita imenufaisha zaidi ya watu 1000. Jina lake alipewa kama Daktari Emmanuel Ishengoma. Katika sanaa anacheza kama mkurugenzi wa maendeleo ya sanaa. Kwa upande wa maendeleo katika sanaa tunayoyaona, hakika amekuwa daraja bora kwa kusimamia taasisi za sanaa zilizo chini ya Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo na kuwa mchango wa mabadiliko tunayoyaona. Tuna imani na Samia, tuna imani na Samia. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo unawajali na kuwapenda wasanii wa Tanzania, umeanzisha mfuko wa utamaduni na sanaa, mfuko ambao ni mahususi kuweza kuwasaidia wasanii kupata mafunzo na mikopo ili waweze kufanya sanaa kwa uzuri zaidi. Mikopo imekuwa na faida nyingi kwa wasanii, haswa kwa kipindi cha miaka 3 ya mama, kama anavyotueleza Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Daktari Suleiman Serera. Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametaka serikali ifanye hivi kupitia sisi wizara yetu na mfuko huu ili nyinyi muweze kunufaika zaidi. Kwa sababu ukienda kwenye njia zile za mikopo ya halmashauri umeona mwenyewe. Sasa ukuta umri umeshazidi. Kwa hiyo huko ndio inakuwa napo ni kimbilio lenu. Kwa hiyo mtakapozidi kuweka imani na ikaonekana mnafanya hivyo, mnatekeleza, maana pia serikali itaendelea kuongeza wigo zaidi ili mpate zaidi na hatimaye sasa twende kimataifa. Kipekee kabisa niweze kumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa mchango mkubwa ambao ameuonesha katika sekta ya filamu. Tumeona serikali yetu ikiweza kuongeza nguvu katika kutoa mikopo, kwa mfano mfuko wa utamaduni ambao umeweza kuwasaidia watayarishaji wengi kuweza kuandaa kazi baada ya kupata fedha, na ni utaratibu ambao ni endelevu, kwa maana ya kwamba wale wanao kopa basi wanatakiwa narejesha ili na wengine waweze kuchukua. Kutokana na mabadiliko katika sekta ya filamu na kuwepo kwa ongezeko kubwa la tamthilia na kusababisha kuwa na idadi kubwa ya wasanii chipukizi, Bodi ya Filamu Tanzania imeanzisha programu inayokwenda kwa jina la Upcoming Film Star, inayokusudia kuwasaidia wasanii kuishi kulingana na wadhifa wao. Dr. Kiago anaeleza. Eneo hili la Upcoming Film Stars tumeweza kufaidisha wadau 110 ambao wengine ni wale ambao wamekuwa wanashinda tuzo zetu ambazo tumekuwa tunazitoa kama Bodi ya Filamu. Haya ni mafunzo mahususi kwa ajili ya wale wanaochipuka kuwa maarufu, ili wasije kupatwa na changamoto kama vile za kuingia kwenye mihadarati, kuingia kwenye tabia zisizofaa. Mtu ameshakuwa na jina, ameshakuwa na superstar, je, anaishije? Sasa kuna eneo jingine ambalo ni anga za kimataifa.
serikali kupitia bodi ya filamu imefanya mambo kadhaa katika anga za kimataifa. Ni kipindi hiki cha miaka 3 mpaka 5 ambapo filamu zetu zimekuwa ziko Netflix kwa kiasi kikubwa zaidi. Nitatoa mifano michache: filamu ya Binti, filamu ya Fatuma, filamu ya Nyara zimeweza kupelekwa Netflix, lakini pia zipo na nyingine nyingi ambazo wasanii wetu wameshirikishwa na ziko Netflix. Kwa mara ya kwanza inasemekana, labda kama kuna wengine wamejificha, kwamba Mtanzania akawa amepata main character. Of course kuna baadhi ya Watanzania wameshatokea kabla katika part ndogo ndogo, lakini for a main character ni mara ya kwanza. Nadhani ndio kwa sababu imekuwa jambo kubwa sana kwa Watanzania wameweza kuland on Netflix. Kuna distributor ambaye yuko Kenya ambao wanaitwa Okada Media, wakatufuata wakasema we want to know more about Binti, na tukaongea nao tukawatumia copy of Binti ili waweze kuiangalia, wakaipenda. So here we are. Wakasema lazima hii twende tukaipitch Netflix. Kwa hiyo wao distributor wetu Okada Media ndio wakaenda Netflix kuipitch. Netflix wakaipenda, wakasema tunaomba kuilicense hii film kwa miaka 3. Kipindi hiki pia ndio kipindi ambacho tumeweza kupeleka filamu Oscars, filamu ya Vuta Nikuvute, tuweza kuipeleka katika tuzo za Oscars. Lakini kipindi hiki ndicho ambapo wasanii wetu pamoja na kazi zetu zimeweza kushinda tuzo za nje katika matamasha makubwa zaidi. Kwa mfano msanii JB ana tuzo kutoka katika tamasha la Hollywood and African Prestigious Awards. Lakini filamu ya Vuta Nikuvute ina tuzo kutoka FESPACO. FESPACO tunafahamu kwamba ni tamasha kubwa zaidi ama tamasha maarufu zaidi ya Afrika. Kipindi hiki ndio kipindi ambapo pia filamu zetu zimeshiriki matamasha makubwa zaidi duniani. Tamasha la Berlinale, filamu ya The Empty Grave ya Amir Shivji imezinduliwa katika tamasha la Berlinale ambalo liko Ujerumani. Lakini pia filamu nyingine ile ya Vuta Nikuvute ya Amir Shivji imezinduliwa katika tamasha la Toronto International Film Festival. Filamu zote mbili zilichezwa kwenye matamasha, zikashinda tuzo, na pia kwangu mimi kama msanii nikagundua kwamba hadithi ambazo mimi nilikuwa navutiwa nazo na ningependa kuzisimulia zilikuwa zina soko pia, kwa sababu zilikuwa zinafanya vizuri kwenye matamasha na hata hapa nyumbani watu wanaipenda kuiona. Nilikuwa na uwezo kupeleka hadi kwenye ukumbi wa sinema na ikaonyesha wiki nzima filamu fupi, kitu ambacho kwingine sio rahisi sana. Lakini kipindi hichi ndicho kipindi ambacho filamu zetu zimeweza kuonyeshwa katika mashirika mbalimbali ya ndege, katika ndege za Emirates, ndege za Qatar na hata ATC, ndege yetu ya nyumbani. Nini ndo mpya Baraka? Ni mara ngapi nakwambia usirudi na hii uniform? Bi Felista aliamini nikisoma kwa bidii nitakuja kuikomboa familia. Filamu ni eneo la kimkakati. Ni eneo ambalo linatengeneza uchumi, ni eneo ambalo linaimarisha, linatengeneza fursa na linatangaza utalii. Ni eneo ambalo linatumika kuvutia uwekezaji. Ni eneo ambalo linatumika kukuza biashara. Kwa hiyo filamu si kitu cha mchezo. Tunafahamu kwamba kipindi hiki mfumo mzima wa soko umehamia katika mfumo wa kidijiti. Wazungu wanasema digital. Tutakumbuka kwamba vituo vya runinga free to air mwaka 2013 vilikuwa 23 peke yake. Lakini leo hii tunaongelea zaidi ya vituo 50 vya runinga. Lakini hata idadi ya visimbuzi, miaka takriban 10 iliyopita tulikuwa na takriban visimbuzi 70,000, lakini sasa hivi tunaongelea zaidi ya visimbuzi milioni 3 na ushe. Kwa hiyo ni kipindi ambacho platform hii ya visimbuzi imekuwa kwa kasi sana na filamu zetu nyingi zimekuwa zinaonekana huko. Lakini yote hii inatokana na nini? Kwa sababu serikali imejikita kuweka mifumo ya kushirikiana na sekta binafsi, kuwa rafiki na sekta binafsi. Kwa sekta binafsi sasa zinapoona kuna mazingira mazuri kufanya biashara, zimekuwa zinafanya biashara. Uwekezaji katika kiwanda cha filamu haujawahi kuangusha mtu, kusema ukweli. Sisi hapa tuna mwigizaji namba 1 nchi hii, Daktari Samia Suluhu Hassan. Aliigiza filamu yake ya The Royal Tour. Najua wote mmeiona. Ni kipindi hiki ndicho kipindi ambacho Azam wamepandisha bei ya kununua filamu kutoka shilingi milioni 1 mpaka shilingi milioni 10. Tunafahamu kwamba huko nyuma Azam walikuwa wananunua shilingi milioni 1
kwa filamu, lakini sasa hivi wamepandisha mpaka milioni 10. DSTV kwa mfano wametoka kununua filamu $1,000 na sasa wananunua filamu kwa $2,000, na hizi ni zile ambazo zilishaandaliwa miaka ya nyuma zinakwenda kuuzwa DSTV. Lakini pia wamekuwa wanawekeza, wanawapa maproducer pesa then wanazalisha zile filamu. Kwa wamekuwa wanawekeza pesa nyingi sana. Ni kipindi hiki cha miaka 3 Mheshimiwa Rais na miaka 5 ya mapinduzi katika sekta hii ya filamu hapa Tanzania. Lakini pia ni kipindi ambacho kumeanzishwa applications nyingi sana, kama nilivyosema kwamba soko sasa vile limehamia kidijiti. Kwa hiyo kuna applications nyingi ambazo zimeanzishwa. Airtel, kama kampuni makubwa kama Airtel, Vodacom na kadhalika, wamefungua applications. Swahili Flix wamekuwa kwa muda mrefu kidogo, lakini kipindi hiki ndicho ambapo wanafanya kazi zaidi. Inalipa apps, mambo apps, video apps na kadhalika. Hata applications za nje pia kipindi hiki zimekuwa zinafanya vizuri sana. Noela TV wana filamu zetu ambazo anazionyesha kule. Hii Noela TV ni online platform ambayo ni ya Uholanzi. Lakini pia ni kipindi ambacho serikali imeshaanza maongezi na Netflix kuona namna gani wanaweza kuja kuanzisha uwakala hapa Tanzania ili filamu zetu sasa nyingi zaidi ziwe zinakwenda kule Netflix. Kwa ni kipindi ambacho tunaendelea na maongezi na tumeshaanzisha hayo maongezi. Si hilo tu, serikali sasa hivi inaongelea kuanzisha application yake yenyewe ili iweze kufaidisha wasanii wetu. Ukiachilia mbali kwamba kuna private sector ambayo inaoperate, lakini pia kuna nafasi ambapo wasanii wetu wanaweza kupitisha kazi zako katika application ya serikali, yani bodi ya filamu. Lakini kipindi hiki ndicho kipindi ambacho serikali imeanzisha tuzo zake yenyewe, na hiyo imeleta chachu hadi wadau sasa wa mikoa kupitia vyama vyao mikoani wamekuwa wanaanzisha tuzo. Tutafahamu kwamba tuzo za kwanza filamu ambazo zinaratibiwa na bodi ya filamu zilianzishwa mwaka 2021 msimu wa kwanza, ambapo hitimisho lake lilifanyika jijini Mbeya. Napenda niwaahidi kuwa serikali itaendelea kuenzi mchango wa wasanii na kuendelea kuipa msukumo tasnia hii. Aidha, niwaagize wizara kupitia bodi ya filamu kuhakikisha tuzo hizi zinaendelea kuboreshwa mwaka hadi mwaka. Nimetembelea taasisi hizi mbili, na hapa sisemi kwa sababu wako hapa, tuliongea huko ofisini kwao. Tumekubaliana tuzo ya filamu tunataka kuboresha sana. Mwaka uliofuatia 2022 tuzo hizi zilifanyika jijini Arusha, na mwaka jana 23 tuzo hizi zimekuja kufanyika hapa Dar es Salaam. Turn-up ilikuwa ni kubwa sana kwa hapa Dar es Salaam. Naomba pia nitumie nafasi hii kuipongeza kamati maalum ya kutafuta fedha, ambayo kamati hii inaundwa na wacheza filamu maarufu hapa nchini ambao walifanya kazi kubwa sana ya kutafuta fedha kwa ajili ya kufanikisha tamasha letu hili. Kivumbi leo. Naitwa Batuli Actress. Wengine wanifahamu kwa jina la Madam Yanga. Singo Mohamed Mtambalike. Rich the gentleman number 1. Mimi naitwa Jacob Steven, wengi wananifahamu kama JB, ni jina ambalo wengi wanalitambua hilo. Davina ni msanii wa filamu Tanzania. Ma kamahma yakum min shay'in wafa. Kumekuwa na uhitaji mkubwa sana wa content. Tunaangalia hata katika baadhi ya platforms kubwa duniani kuna content nyingi sana za nchi za Afrika, na kumekuwa na uhitaji huo kwa sababu hata sisi uelewa, ufahamu wetu, pia exposure yetu imekuwa. Tumekuwa pia ni watu ambao tunachangia namba kubwa sana katika hizi platforms. Lengo sio kushindana kama producers ama wasanii. Lengo kubwa ni kutengeneza content nzuri zinazohusu tamthilia zetu, hadithi zetu za Kitanzania. Sisi wasanii tungeenda wapi tukapata pesa zisizokuwa na riba kama sio wewe, Mheshimiwa wetu Rais Samia Suluhu? Tunakushukuru sana. Shukrani zetu za dhati kwetu na kwa familia zetu pia, kwa sababu umekuja kuikomboa tasnia. Naomba niwataje wajumbe wa kamati hii maalum, kwa kuanza na mwenyekiti wake ambaye ni Elizabeth Michael Lulu, leo najua amepata udhuru. Lakini pia katibu wake Yobnesh Yusuf Batuli, na wajumbe ambao nitaanza na Jacob Steven, Halima Yahya, Davina, Singo Mtambalike, ama Richirichi. Na mimi najua niko G9 katika waanzishaji. Kwa hiyo binafsi sikupenda kushiriki. Sisi watatu kwa niaba ya wenzetu 9 tunataka kutoa shukrani za dhati kabisa
kwa kile kilichofanyika katika usiku wa tuzo za filamu Tanzania 2023. We want to thank the Tanzanian Film Festival and the Minister of Arts and Culture for inviting us to participate in this lovely event. Everybody looks so beautiful. I just had to say that because I haven't heard it said tonight. Everybody is dressed beautiful. Licha ya mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha miaka mitatu ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, katibu mtendaji bodi ya filamu anabainisha miradi mikubwa ambayo inatekelezwa mwaka 2024. Tuna miradi ama programs kadhaa ambazo zitafanyika mwaka huu 2024. Tuna filamu za kimkakati. Kupitia program hii kwamba serikali itakuwa inawekeza katika uzalishaji wa filamu ama utozi wa filamu. Tutakuwa tuna filamu ambazo zinapushi ajenda za kitaifa. Nimekuwa mara zote natoa mfano kwamba viongozi wetu, kwa mfano Mwalimu Nyerere hana filamu nyingi, ana makala ambazo zimeandaliwa, lakini hana filamu kama filamu. Tunapoongelea feature film. Sasa viongozi kama akina Mkwawa, Chifu Mkwawa na kadhalika, wale wanahitaji kuandaliwa filamu. Wenzetu Afrika Kusini, machifu wao kama Shaka wameandaliwa filamu. Waganda kwa mfano, kiongozi wao Idi Amin ameandaliwa filamu. Mandela hana filamu, lakini sisi bado viongozi wetu hatujaweza kuandalia filamu. Kwa kipindi hiki tumejikita katika kufanya hizo program. Kwa hivyo kwa mwaka 2024 angalau tunaweza tukakamilisha moja hizi filamu ambazo ni za kimkakati. Serikali kupitia Bodi ya Filamu Tanzania kwa kushirikiana na wadau imewezesha uzalishaji wa filamu zinazohifadhi na kuelezea historia ya nchi yetu. Mfano, makala ya Uzalendo iliyoandaliwa na Bodi ya Filamu mwaka 2021 kupitia mwandaaji wa filamu Bwana Adam Juma inaelezea historia ya viongozi wetu na ushujaa wao katika kuipambania nchi. Pia mwaka 2022 Bodi kupitia studio za Wanene iliandaa makala inayotangaza mandhari ya kupiga picha za filamu na kuelezea maeneo ya kihistoria yaliyopo nchini. Pia kwa kushirikiana na wadau wa filamu, Bodi inaratibu mpango mahususi wa uandaaji wa filamu zinazohusu maisha ya viongozi wetu, ambapo itaanza na filamu ya Bibi Titi Mohamed ikifuatiwa na ya Chief Kingalu, Mtemi Mirambo pamoja na Mwalimu Nyerere. Tunataka ku-network vibanda umiza. Kwa sababu tukiangalia nchi kama Korea, nchi kama Ivory Coast, wamefanikiwa kufanya vibanda umiza kuwa kumbi ndogo za filamu. Sasa sisi kumbi hizi za kisasa kama Cinemax na kadhalika sio nyingi hapa nchini, lakini tuna vibanda umiza ambao ni vingi sana. Kwa takwimu za haraka vinazidi 5,000. Kwa hivyo tunataka tuvitambue na tumeshaanza huu mchakato, alafu tuvirasimishe, tuviwekee guidelines za cooperate. Kwa mfano, labda kibanda kiwe kina choo ama sema kujisitiri au mlango wa kukimbilia, fire extinguisher na kadhalika, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tuweke utaratibu, alafu vile vitakavomiti zile taratibu, vile vigezo ambavyo tumeweka, tutavisajili rasmi, alafu tunatengeneza mfumo ambao tutavinetwork. Ule mfumo maana yake ni kwamba tunapozindua filamu, basi kila kibanda ambacho kimerasimishwa, ambacho kiko rasmi, kitakuwa kina access ya ile filamu, na mapato yatakayopatikana kupitia kwenye ile filamu kwenye viingilio, basi sehemu ya ile mapato itakuwa inakwenda kwa producer wa ile filamu, lakini pia na kile kibanda kitakuwa kinapata faida. Kwa taratibu vile vibanda vikianza katika mfumo huo, vikakuwa taratibu vikaja kuwa kumbi za sinema, hiyo basi ndoto yetu itakuwa imetimia. Kuna miradi ambayo walau tutawekea msingi kwa mwaka huu 2024. Miradi kama Jumba Changamani. Jumba Changamani ni eneo tunasema eneo la filamu. Tunataka kuanzisha mji wa filamu. Kwa mfano tunapoongelea Hollywood, ule ni mji wa filamu. Sasa na sisi Tanzania tunataka tuwe na mji wa filamu ambapo ndani yake kutakuwa kuna hilo Jumba Changamani ama eneo changamani la uzalishaji wa filamu. Hili eneo litakuwa lina mambo mengi. Kwanza litakuwa lina vifaa vyote vya kuzalisha filamu, lakini pia lina mandhari mbalimbali. Ukitaka mito, ukitaka milima, ukitaka misitu, ukitaka jangwa utaipata mle. Lakini pia kuna vifaa, kuna studio za kisasa mle ndani kwa ajili ya kuzalishia filamu.
lakini pia kuna maeneo kufanyia mafunzo, training centers. Kwa hiyo kutakuwa kuna mambo mengi. Kwa hiyo ukiingia mle kwenye ile studio kubwa ambayo ndio tunasema jumba changamani la uzalishaji wa filamu, unapata kila kitu. Tumeona wenzetu wanayo majumba ya changamani ya filamu, kama Wamarekani wana jumba kama Paramount Studio na kadhalika. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo ni mradi mkubwa sana huu, kwamba lile jumba sasa litakuwa ndani ya mji wa filamu, kwa maana kwamba kutakuwa pia kuna nyumba za kuishi ambazo ziko karibia, ziko around lile jumba changamani. Lakini pia kutakuwa kuna vitu kama shopping centers na kadhalika. Kwa hiyo inakuwa ni kama ni mji wa filamu. Tumeshafika mbali kwa sababu tayari mradi huu unatambuliwa na Kituo cha Uwekezaji Tanzania. Lakini pia mock-up iko tayari na tumeshaanza kuonyesha kwa watu mbalimbali ambao wanaweza kuwa na interest ya kuwekeza katika eneo hili. Lakini pia tumeshapatiwa eneo, tumeshaonyeshwa eneo letu kwamba litakuwa liko pale Kwala. Kwa hiyo tunachosubiri sasa ni kupatiwa nyaraka za umilikishwaji wa eneo hilo. Tumeshakutana na watu kadha wa kadha ambao wana nia kudhamini ama nia kuwekeza. Mmoja wapo ni mwigizaji maarufu duniani ambaye anaitwa Idris Elba. Tumeshafanya naye vikao kadhaa na ameonyesha kwamba na interest ya kuwekeza. Lakini akademia ya filamu, the National Film Academy, lazima Tanzania iwe ina akademia ya filamu. Hilo nalo ni eneo ambalo walau mwaka huu 24 kabla haujaisha tutakuwa tumeanza. Na huko tunakoenda tunataka tuwe tuna shule yetu ambayo itakuwa inatoa mafunzo katika eneo la filamu, lakini pia inafanya tafiti mbalimbali na mambo mengine ambayo yatakuwa yanahusiana na swala la filamu. Lakini tunaunda sheria mpya. Hilo nalo jambo jingine ambalo ni lazima tulianze kabla mwaka huu haujaisha. Tumekuwa tunafanya maboresho ya sheria ili kuendana na mazingira ya sasa. Lakini tumefika mahala kwamba maboresho yale hatuwezi kuendelea kufanya maboresho. Ni lazima tuunde sheria, tuwe na sheria mpya ya filamu ambayo itakidhi matakwa ya sasa ya sekta ya filamu duniani jinsi ambavyo inavyotaka. Neno langu la mwisho ni ujumbe ambao Mheshimiwa Rais amenikabidhi niwapatie wasanii. Naam. Katika miaka yake mitatu, Mheshimiwa Rais ameniagiza niwaambie wasanii kwamba huu ni wakati wao. Ndio wakati wajipange kunufaika na matunda ya mama. Tuna imani na Samia.